Niko mbele yenu kumshuhudia Mungu matendo makuu aliyonitendea. Mtumishi, mimi nilikuwa sikujui. Ulikuwa unijui? Ulikuwa sikujui. Ndio. Ila nilikujua kupitia mke wangu. Aha. Na mke wangu alikujua kupitia mtu mwingine. Ndio. Mke wangu alikuwa anaumwa wakati tuko Lindi. Alikuwa anaumwa magonjwa yasiyopungua 7. Ndio. Tulivyoenda hospitalini alipimwa akaambiwa kizazi kina uvimbe. Kizazi kina uvimbe. Aha. Ugonjwa mwingine aliambiwa moyo umetanuka. Aha. Ugonjwa mwingine aliambiwa pressure iko juu. Aha. Na kichwa kilikuwa kinauma, kikianza kuuma leo kinaweza kikatulia kama siku 4. Aha. Ugonjwa mwingine walimwambia una dalili ya stroke. Ndio. Kwa hiyo mtumishi, nilihangaika sana na nikawa nawaza kwa nini nilioa. Kwa nawaza kwa nini ulioa? Nijilaumu sana kwa nini nilioa. Ndio. Lakini kupitia yeye, baada ya kuwa ameambiwa kwamba au anaangalia Rise and Shine. Siku moja tukiwa Lindi akawa anakuangalia. Ndio. Wakati uko kwenye maombi uliomba ukasema hata kama uko mbali Mungu azidi umbali. Aha. Ulitamka mara 3 pokea. Ghafla niliona anadondoka chini. Mke wako? Mke wangu. Kwenye TV mnaangalia? Kwenye TV tu wakati tuko Lindi. Nilipokuwa natamka pokea akaanguka kule. Alidondoka kule. Mkiwa ndani? Tukiwa ndani sebuleni. Aha. Alidondoka akaanza kunyanyua, akanyosha vidole viwili. Aha. Huko ngua vidole gumba akawa anavisimamisha. Aha. Wakati huo akiwa anatapika. Ndio. Mimi nikashangaa. Nikasema sasa huu ni muujiza gani? Ndiyo. Mtu yuko si tuko Lindi. Mtumishi, toka siku ile ndo nilianza kukuamini. Ulishangaa ukiwa Lindi? Nikiwa Lindi mtumishi. Nguvu za Mungu zinakukuta. Ndio mtumishi. Unasema huu ni muujiza wa aina gani? Ndio mtumishi. Pigieni Yesu makofi. Aha. Kuanzia hapo kaanza kuamini. Natoka siku hiyo nilianza kuamini, tukanyanyua imani yetu, tukaomba kibali cha kuja huku. Ndio. Tulivyokuja huku tulihudhuria ibada. Ndio. Ukatuombea. Baada ya kutuombea, ile wakati unaomba ile dalili ya huko iliyotokea Lindi ikatokea hapa. Aha. Baada ya kutokea pale tulikokuwa tumekaa kwenye kiti, akabebwa akaletwa madhabahuni. Ndio. Baada ya kuletwa madhabahuni ukamuombea, tukao tumerudi. Ile tumefika pale njia panda, yeye anasema yani kama nimezaliwa upya. Njia panda ipi? Mayfair hapa. Mayfair. Aha. Akasema najisikia kama nimezaliwa upya. Yeye najisikia yani kama na amani. Ndio. Tukabidi kwenda kupima pressure. Ndio. Tulipoenda kupima pressure, daktari akasema hii ni normal. Ni normal, iko kawaida. Ni normal, iko kawaida. Na jambo ambalo alikuwa halijawahi tokea. Ikabidi twende Lugalo kwa ajili ya vipimo vingine. Ndio. Ukapima figo. Wakasema ziko kawaida. Haziko kama zilivyokuwa. Ndio. Walituambia endelea na kile mlichokuwa mnatumia. Hicho mnachotumia kama ni dawa endelee hiyo na dawa. Ndio. Mtumishi, hadi ninavyoongea hadi sasa hivi mke wangu aumwi. Amepona. Ni mzima, amepona. Yuko wapi? Yuko hapa mtumishi. Mwambie baby njoo mbele. Baby njoo mpenzi. Ndio. Nani mtenda miujiza? Na wewe uliye nyumbani pokea. Na wewe uliye kazini pokea. Na wewe uliye kwenye biashara pokea. You in business also receive. Mtumishi, toka siku hiyo nilipambana. Nilianza kuomba. Nikanyanyua imani yangu na mimi niweze kuhamia Dar. Ili nikae karibu na huduma. Ukaamua kupambana kuja Dar, kuhamia Dar es Salaam. Ndio mtumishi. Kinachokuleta ni kwa ajili ya huduma. Kwa ajili ya huduma tu. Mtumishi, nilifanikiwa nikahamia Dar. Wewe na mke wako? Mimi na mke wangu. Tulivyohamia Dar, mke wangu alikuwa bado hajapata kazi. Ndio. Tulifika hapa kanisani tukaandika maombi kwamba apate kazi. Ndio. Nipate kiwanja, nijenge nyumba kwa njia rahisi. Mtumishi, mke wangu alipata kazi. Nilipata kiwanja. Na nimejenga nyumba kwa njia rahisi. Umeshajenga? Nimewapa media hapa. Inua mikono, mpigie Yesu makofi. Umejenga wapi? Lindi Dar.
Nimejenga Gongo la Mboto mtumishi. Hapa hapa da. Ndio mtumishi. Alihamia kwa ajili ya huduma. Na Came for historia the ministry, imebadilika. and his history have changed. Mwambie jirani kuvuka mipaka. Tell her neighbor cross borders. Aha. Mtumishi, baada ya mke wangu kuajiriwa, aliajiriwa Geita. Nikawa nimenyanyua imani. Nikasema kama tumeweza kufanikiwa kwa mambo yote. Ndio. Naamini na mke wangu atahama. Kutoka wapi? Kutoka Geita. Kuja da. Atafanyia kazi da. Ndio. Na Mungu amejibu, mke wangu amehama. Tayari. Kutoka Geita amekuja da. Mungu wangu hata kuacha. My God won't leave you. Oh ya. Ukiona muita Mungu wako aitiki, mwambie Mungu wa Mwamposa. If you call your God is not ataitika na kukutendea. Call him God of Mwamposa. Na kuomba kwa jina la Yesu. And pray in the name of Jesus. Ayaya. Mama, umefurahi? Furahi sana mtume. Mmeo anasema ulikuwa unaumwa sana. Nilikuwa naumwa sana kweli. Magonjwa mengi. Baada ya kuamini mlipofuatilia ibada nyumbani, anasema nini kilitokea? Nilidondoka kule Lindi. Kule Lindi. Sasa hivi historia imebadilika. Sasa hivi niko vizuri. Amen. Njoni hapa. Nani mtenda miujiza? Yaani manake brother, umeanza kufahamu hapa madhabahu kwa miaka mingapi sasa? Mtumishi, nimekuja hapa toka mlipokuwa Lindi, mlipokuwa mnafuatilia Lindi 2022. Na 22. Ndani ya miaka hii mitatu historia imebadilika kabisa. Ndio mtumishi. Pigieni Yesu makofi mazuri. Natamka mwaka huu wa malango yako kuwa wazi, historia yako yoyote itabadilika. I declare this year of your gates to stand open, your history will change. Na hawa ni watoto wenu. Amen. Weka mikono hivi. Baba, nakushukuru kwa ajili ya mwanaume huyu na mkewe na watoto. Ninakubariki, atukuzwe Mungu aliyeponya maisha yako, aliyeponya mke wako na kuwafungulia maisha yenu. Ninakuongeza mara 7. Pokea baraka, pokea kibali, nuru yako ikang'ae in Jesus name. Nakubariki. Nataka mapacha. Mkeo anataka watoto mapacha, ni sawa? Ndio mtumishi. Uko tayari? Tuko tayari mtumishi. Na kuongeza mafanikio, wanasema wewe na mume wako na tumbo lako limefunguliwa, na mwakani majira kabla haya utakuwa umezaa watoto mapacha 2. Unataka wa kike wa kiume? Wa kike na kiume. Hawa ni mapacha? Okay. Utazaa watoto wao, watakuwa mmoja wa kike, mmoja wa kiume. Wewe unaitwa nani? Teka. Haya. Unataka na wewe wadogo zako? Unataka?